Mtazamaji, mambo yanazidi kuharibika nchini huku viongozi wakionekana kuweza kuzozana, wengine wakiweza kutofautiana kuhusiana na vyeo. Mtazamaji, siku hii ya leo kizaazaa kiliweza kushuhudiwa katika bunge la kaunti ya Machakos baada ya huyu ambaye ni kinara wa Wiper Bwana Kalonzo Musyoka kuweza kutofautiana na spika wa bunge la kaunti Ann Kiusya. Na mtazamaji, ni jambo la kushangaza kinara wa Wiper kuweza kutofautiana na spika huku madiwani wakiweza kupigana na mtazamaji kuweza kufanya uharibifu ndani ya bunge la kaunti, jambo ambalo mtazamaji limeweza kukashifiwa vikali zaidi huku wananchi kutoka eneo hilo wakiweza kuandamana na kusema kwamba yote yanawezekana bila bunge. Na mtazamaji, tuangazie jinsi ambavyo hawa wananchi waliweza kukita kambi nje ya afisi ama nje ya bunge la kaunti ya Machakos huku wakiimba na kusema kwamba yote yanawezekana bila bunge. Alright, mtazamaji, ni jambo la kushangaza spika wa bunge la kaunti akiweza kutakikana kuweza kujiuzulu na yeye mtazamaji hataki. Kabla mtazamaji niweze kukuchanganulia ni kwa nini mzozo uliweza kutokea katika bunge la kaunti ya Machakos, mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza hapa ndani ya kituo hiki, na kusihi weza kuteua sekunde yako moja, weza kuungana nasi kwa kusubscribe, kwa kubonyeza alama iliandikwa subscribe iliko chini ya video hii. Na mtazamaji, kama umeweza kufanya hivyo, asante. Cha pili, weza kutupea thumbs up, yani like. Na mtazamaji, iwapo una maoni yoyote, iwapo una swali lolote, iwapo unachangia lolote, weza kuweka chini katika comment section. Twende kazi mtazamaji. Fahamu kwamba kumekuwa na hali ya kuzozana siku hii ya leo baada ya kanda moja kuweza kupeperushwa hewani ikionyesha madiwani wakiweza kupigana huku wakiweza kushikiliana, wakiweza kusukumana, jambo ambalo mtazamaji ni aibu. Tafakari haya mpenzi mtazamaji, diwani kutoka eneo lako umuone katika filamu ama umuone katika kanda akipigana na mtazamaji anachopigania hakijulikani, ama kitu ambacho anapigania mtazamaji ni kusema kwamba spika wa bunge la kaunti aweze kujiuzulu. Na mtazamaji, spika huyo kwa jina la Ann ameweza kukataa kujiuzulu, ikaweza kupelekea mtazamaji huyu ambaye ni kinara wa muungano wa Wiper Bwana Kalonzo Musyoka kuweza kuingilia kati. Na mtazamaji, baada ya Kalonzo Musyoka kuweza kusema kwamba huyu ambaye ni Ann aweze kujiuzulu, mtazamaji, vurugu iliweza kutokea, na hivyo basi baadhi ya viongozi hawa madiwani ama MCAs wakaweza kutoka wakiwa na majeraha. Na mtazamaji, tunafahamu kwamba Bwana Kalonzo Musyoka ni mmojawapo ya wale viongozi wenye ushawishi mkubwa kutoka eneo la Ukambani. Kalonzo Musyoka mtazamaji, fahamu kwamba aliweza kusema kwamba mwaka 2027 atakuwa akijitosa katika kinyang'anyiro cha urais. Na mtazamaji, fahamu kwamba debe la mwaka 2027 ni la mafahali ambao mtazamaji ni baadhi ya wanasiasa ambao wameweza kuwa katika serikali hii kwa muda mrefu. Mtazamaji, wa kwanza ni Bwana Fred Matiang'i. Wa pili ni Rais William Ruto ambaye anajaribu kuweza kupata kiti chake kwa mara ya pili. Wa tatu ni Bwana Kalonzo Musyoka, fahamu kwamba aliweza kusema kwamba mwaka 2027 atakuwa kwenye ballot. Wa nne mpenzi mtazamaji ni Bwana Okiya Omtata. Wa tano ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Mumias East PK Salasya. Na mtazamaji, kama kawaida tunafahamu kwamba Bwana George Wajackoya aliweza kusema kwamba yeye hataachwa nyuma, na hivyo basi manifesto yake bado anafahamu kwamba yana ushawishi mkubwa kwa vijana, na hivyo basi ataweza kujitosa katika ukumbi wa urais mwaka wa 2027. Mtazamaji, tukiangazia upande
wa upinzani, licha ya Kalonzo Musyoka kuwa upande wa Gachagua. Mtazamaji, kuna jambo moja ambalo Wakenya bado hawaelewi. Baada ya Rigathi Gachagua kuweza kubanduliwa kutoka mamlakani, aliweza kuvumbua chama chake cha DCP. Na mtazamaji, hivi majuzi huyu ambaye ni Rigathi Gachagua aliweza kutoa maneno ya uchochezi akisema kwamba Rais William Ruto ni muuaji, Rais William Ruto ni mwizi. Na hivyo basi mtazamaji, Rais William Ruto kwa upande wake akaweza kusema kwamba Gachagua ni mtu ambaye hawezi ama hajui kujizuia. Ni mtu ambaye mtazamaji anaropoko ovyo huku akiweza kusuta serikali, kwa maana yeye mwenyewe aliweza kubanduliwa kutoka kwa mamlaka ama kutoka kwa kiti chake kama naibu wa rais kwa kuweza kuwa na sera mtazamaji ambazo ziliweza kukiuka mahitaji ya serikali ama mahitaji yake kama mwanasiasa. Na mtazamaji, kile ambacho alikuwa anafanya kilikuwa kinyume na sheria. Kwa upande mtazamaji wa wale wagombea wa urais mwaka 2027, fahamu kwamba Bwana Fred Matiang'i hivi karibuni atakuwa akijiunga na Wakenya kutoka pale nchi ya Marekani ili mtazamaji kuweza kuangazia kampeni zake za mwaka wa 2027. Na mtazamaji, haya yote yakizidi kuendelea, fahamu kwamba mtazamaji Bi Martha Karua pia alikuwa mmojawapo ya wale viongozi ambao waliweza kuwa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Kuna taarifa ambayo aliweza kuisema, na mtazamaji, Bwana Kalonzo yuko ndani, Eugene Wamalwa yupo ndani, Rigathi Gachagua yupo ndani, Bwana Fred Matiang'i yupo ndani. Na mtazamaji, Martha Karua aliweza kusema kwamba njia pekee ya kuweza kumbandua Rais William Ruto kutoka kwa mamlaka, mark the word njia pekee, the only way to overthrow Ruto in 2027 is when all the opposition leaders will team up. Na mtazamaji, tukiangazia kwa jicho la tatu, Bi Martha Karua alikuwa na agenda, na hivyo basi akasema kwamba iwapo viongozi hawa wote wa upinzani wanataka kuweza kumpindua ama wanataka kuweza kumng'atua Rais William Ruto kutoka kwa mamlaka ama kutoka kwa kiti cha urais, mtazamaji, itawagharimu wao wote kuweza kushirikiana ili mtazamaji kuweza kumbandua Rais William Ruto. Hata mtazamaji waendelee kusema hivyo Rais William Ruto alisema waziwazi, na mtazamaji alikuwa anamwambia Gachagua waziwazi kwamba asidhani yeye amekimya, kwani ako na mipango yake ikifika mwaka wa 2027. Mtazamaji, yote hayo yakizidi kuendelea, fahamu kwamba hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu mtazamaji, uweza kuungana nasi kwa kusubscribe.